Kwa mwenyekiti wa baraza la uongozi wa chuo Profesa Joseph Kuzilwa, shughuli hii ya uzinduzi inakuwa ya kwanza kwake tangu ateuliwe na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mwenyekiti wa baraza la uongozi wa chuo. Profesa anatumia hafla hii kutoa ahadi yake ya kuwajibika ipasavyo kufikia malengo kusudiwa. Na nikombe nifikishie salamu hizi za shukrani za dhati kabisa kupitia kwa waziri na hatimaye kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa imani kubwa leo inaonyesha kwangu kwa kuniteua kwa mwenyekiti wa taasisi au chuo hiki kikubwa kwa njia ya kuliongoza baraza la uongozi wa chuo cha mipango ya maendeleo vijijini. Nimepokea uteuzi huu kwa kweli kwa heshima kubwa na kwa unyenyekevu mkubwa sana. Mgeni rasmi, nipenda tu kusema kwamba tunamwahidi Mheshimiwa Rais, lakini na wewe mgeni rasmi, kwamba sitawaangusha, hasa ikizingatiwa kuwa baraza letu lililonalo lina wajumbe mahiri sana na wenye uzoefu mkubwa sana katika usimamizi wa mashirika ya umma. Tuna timu ya management nzuri iliyokomaa yenye maono. Kwa na hakika tukifanya kazi kwa pamoja, chuo chetu kitapiga hatua kubwa ili tusiwaangushe na wale walioanzisha chuo hiki na maendeleo ambayo yamefikiwa hadi hapa tulipo. Mkuu wa chuo cha mipango ya maendeleo vijijini Profesa Hosen Mayaya amesema kituo cha mafunzo cha kanda ya Ziwa Mwanza tangu kuanzishwa kwake mwaka 2011 kimepata mafanikio mengi, ikiwemo ongezeko la wanafunzi kutoka 324 hadi kufikia wanafunzi 3845 kwa sasa. Chuo kilinunua ardhi yenye ukubwa wa mita za mraba 73,295 ikiwa ni eneo lenye viwanja vitatu ambalo liko maeneo ya Kiseke. Lakini mwaka 2020 uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Magu ulikipatia chuo ekari zingine 20 katika kijiji cha Kitumba kwa ajili ya ujenzi wa kituo. Pamoja na ekari hizo 20, management ya chuo kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya ya Magu ulifanya uthamini wa maeneo yanayozunguka kituo ili kuweza kuwafidia wananchi na kuongeza eneo la kituo kwa ajili ya upanuzi wa chuo. Chuo kilifanikiwa kutoa ekari 60 zaidi kwa kulipa fidia ya ardhi na mali zilizokuwemo kwenye thamani ya shilingi bilioni 1.7, na hivyo sasa kufanya chuo kuwa na eneo la kituo cha kanda ya Ziwa lenye jumla ya ekari 80 katika eneo hili la Kitumba. Na tayari mpango mkakati au mpango wa eneo hili tayari umeshaandaliwa. Nipende tu kuambia wadau wetu, wananchi, viongozi mbalimbali kwamba eneo hili linaenda kuwa eneo zuri. Mheshimiwa Mbunge, tukuhakikishie kwamba eneo lako ambalo umetupatia kwa ajili ya chuo linaenda kuwa ni eneo zuri lenye kuvutia, lakini lenye kutoa elimu kwa Watanzania walio wengi ambao watakuwa wanakuja kwenye program za muda mrefu, lakini pia wale ambao watakuwa wananchi walioko maeneo ya vijijini tutakuwa tunawafikia wakiwa katika maeneo yao. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge na Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende kuleta hiyo nipende kuhabarisha juu ya mipango ya chuo. Kwa hiyo kwa sasa mpango wa uendelezaji wa chuo, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kwamba chuo kimeandaa mpango mkuu wa uendelezaji wa eneo la Kitumba, na mpango huo unajumlisha miradi 17 ifuatayo. Kwanza, majengo manne ya taaluma, jengo la maktaba, majengo mawili ya utawala, jengo la kitega uchumi, ukumbi wa mikutano, jengo la zahanati, jengo la mgahawa, majengo manne ya mabweni, maeneo ya viwanja vya michezo pamoja na eneo la maji taka, na eneo jingine tutaliweka kama eneo la akiba katika hizo ekari 80 ambazo tulikuwa tunaziongelea. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka kufikia Julai mwaka 2024, jumla ya miradi 9 imetekelezwa sawa na ufanisi wa 53% ya utekelezaji wa mpango mkuu wa uendelezaji wa eneo la Kitumba. Kati ya miradi hiyo 9, miradi 7 imekamilika na kuanza kutoa huduma, ambazo ni ujenzi wa majengo matatu ya taaluma ambayo Mheshimiwa mgeni rasmi uliyatembelea, lakini pia ujenzi wa bweni la wasichana awamu ya kwanza, ujenzi wa jengo la utawala, ujenzi wa mgahawa na ujenzi wa jengo la zahanati. Miradi miwili utekelezaji wake unaendelea, ambayo ni ujenzi wa maktaba ambayo tunaiona hapa mbele pamoja na ujenzi wa bweni la wasichana awamu ya pili. Jumla ya shilingi bilioni 14.4 zimetumika kugharamia utekelezaji wa miradi hiyo. Kati ya fedha hizo,
shilingi bilioni 7.8 ni ruzuku kutoka serikalini na shilingi bilioni 6.5 ni mapato ya ndani ya taasisi.